Kwa nini tunasaini hati hii ya makubaliano? Ni kwa sababu ili uwe wakili wa serikali, uwe jaji au uwe mtu yote unataka kupractice sheria, lazima uwe mwanachama, lazima uwe wakili. Na unapokuwa wakili automatically unakuwa mwanachama wa Tanganyika Law Society. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, public bar na TLS ni watu ambao wana jukumu lile lile katika kulinda katiba, kulinda sheria na utawala bora katika taifa letu. Kwa maeneo mengi tunafanya cross cutting kimajukumu. Kwa tunaposaini manake tuwe na maeneo ya ushirikiano. Kwa sababu bila kuwa na maeneo ya ushirikiano, kuna watu walikuwa wanafikiri kwamba hizi taasisi ni taasisi mbili zinazoshindana. Hizi taasisi hazishindani. Ni taasisi zinazofanya kazi bega kwa bega katika kufanikisha upatikanaji na utolewaji wa haki. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo tunashirikiana moja kwa moja, na kuna maeneo ambayo tunatakiwa tushirikiane katika kutenda, lakini kuna maeneo ni eneo la public bar. Lakini tukiwa na ushirikiano, kuna namna ambao sisi tunaweza tukafikia kushirikiana ili kuwezesha kutoa mchango wetu ulio bora ambao utaisaidia serikali na utasaidia wananchi kuhakikisha kwamba tunakuwa na taifa ambalo linaheshimu katiba, linaheshimu sheria na linaongozwa kwa mujibu wa utawala wa sheria. Jambo la tatu ni kwamba kuna maeneo mbalimbali ya haki za members ambazo bila kujali yuko public bar au yuko private practice, wote hawa ni mawakili. Tunakaaje kutengeneza mazingira? Hasa katika mazingira ya haki ya members, inawezekana ni haki za member as interest of members, lakini kuna maeneo ambayo labda ni ya kimaslahi, kuna maeneo ambayo ni ya kiujuzi kama alivyosema Eugene, sirudie. Yale ya kiujuzi ni yale ambayo tuna share, how can we share experience. Lakini kuna yale maeneo ya kutoa forum, kuna baadhi ya forum za kuzungumza pamoja ambapo tutabidi tuzungumze ili tuone kwamba ni kwa namna gani uwepo wa public bar na uwepo wa TLS una add value katika mfumo na utawala wetu wa sheria. Kwa hiyo sisi kufanya jambo hili lililotusukuma kwanza ni kwamba litaondoa kuogopana na kujenga kuelewana, kwa sababu mnapojenga kuelewana ndipo kunapoleta kuaminiana, na mnapoweka misingi ya kuaminiana, kwa hiyo maana yake mnaweka mfumo mzuri wa kushirikiana katika hatua zote. Kuna hatua za utungaji sheria, utekelezaji, hatua za mashauri. Nimeeleza kuna mambo ya misaada ya sheria. Kesi nyingi tunaenda nazo mahakamani, they are typical academic, ambao tukikaa sisi public bar, tukikaa TLS, tukikaa wapi, mgogoro wa miaka 8 au 9, kwa sababu kishaingia kwenye mfumo wa mahakama minimum labda umalize pale ni miaka 5 6, lakini kumbe mgogoro ule mnaweza mkamaliza kwa miezi 2 au siku 3 kwa kukaa pamoja. Kwa hiyo tuna maeneo ya kushirikiana kama legal aid, tumesema ni maeneo ya kushirikiana. Baadhi ya program za kielimu ambazo zinahitaji ziende kule, kwa mfano mambo ya uragibishi, advocacy, hamna. Tunatarajia kuwa na public bar, watu wanaofanya advocacy kuhusu sheria bora, kuhusu utawala bora, kwa sababu they are the same as like us. Sio kama mtu akiwa sheria huko anasoma tofauti na sisi, lakini kukiwa na mtu ambaye tunakwenda katika maeneo yote, tunakuwa proactive, mwisho wa siku tutakuwa na taifa ambalo ni salama, kila Mtanzania atajisikia analindwa, na hakuna mtu mkishajenga maelewano, hadi kuna baadhi ya mambo mbalimbali yatapungua, kwa sababu kuna aibu. Unajua huwezi kwenda, hata kama wewe ni katili kiasi gani, huwezi kwenda kuua na kushambulia mama mkwe. Utaogopa, labda utatafuta hata kopo la kuvaa. Kwa hiyo yani maafikiano haya ni njia bora zaidi ya kuondoa ule ukungu wa kutokuwa na uhakika kwa mwenzangu anafikiri nini, au nikienda kufanya na huyu nitakwendaje. Mtu atajua kabisa kumbe ninapoenda tuna framework hii, twende hivi, tufanye hivi, na tunakuwa na mechanism za kukutana kunapokuwa na matatizo. Kwa hiyo lazima tu develop culture mpya. Tunasema sisi TLS hii ni culture tunaotaka tuishuhudie katika maeneo yetu yote, kwa sababu taifa hili ni letu. Lazima tujifunze kukaa kwa kuheshimiana, kukaa kwa kuzungumza na kutafuta namna ya kuendesha mambo yetu kama familia, na hiyo familia ndio inaitwa memorandum of understanding. Utakuta ukiwa na memorandum of understanding ina nguvu kubwa kuliko sheria, kwa sababu ile inaanza na utu, humanity ndani.
ukaka, udada, sistership. Kwa hiyo tukishajizoesha kufanya vile, hatutahitaji sheria kubwa kuona namna ya kuwajibika. Kila mtu atajiona kwamba ninawajibika kwa nchi yangu, ninawajibika kumsikiliza mwenzangu, na kama kuna jambo hatujafikiana, basi tuna forum ya kukutana, kulizungumza, na mwisho wa siku tunatoka kama taifa, tunasimamia rasilimali zetu kama taifa, tunahakikisha legal aid inapatikana kama taifa. Ya makubaliano ya ushirikiano katika maeneo mbalimbali, hususan maeneo ya kupeana taaluma. Kwa hiyo ni siku muhimu ambavyo vyama hivi vimetia sign hati hiyo ya makubaliano ya ushirikiano, ambapo sasa mawakili sisi ambao tupo wa serikali, lakini pia ambao si wa serikali, lakini wote kwa umoja wetu sisi ni maafisa wa mahakama, ambapo tunashughulika katika shughuli za kimahakama, lakini pia shughuli nyingine mbalimbali kama legal aid na mengineo, ambapo unakuta sasa mawakili sisi na vyama vyote hivi viwili vinaunganika katika nyanja hizo. Kwa hiyo ni kitu muhimu na kikubwa katika makubaliano haya. Moja ni kufanya kazi kwa karibu katika sehemu mbalimbali, lakini pili ambalo ningeweza kusisitiza katika vyama hivi ni ujuzani wa taaluma, yani kupeana taaluma, kwa sababu sisi wanasheria hatuwezi kuepuka kupeana taaluma. Kwa hiyo vyama hivi viwili vitaendelea kushirikiana katika maeneo hayo. TLS ni chama kikongwe, wote kinatujumuisha wote, na sisi ni member wa TLS. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuweza kutekeleza na kuweza kuionyesha jamii na serikali yetu kuisaidia kufanya mawakili wote ambao ni wa serikali pamoja na mawakili wa kujitegemea kufanya kazi kwa weledi na kusimamia katika misingi ya kisheria. Tunatambua kwamba hivi ni vyama vya kitaaluma na tuna wajibu wa kutoa elimu kwa umma